kama umeona video hii, isikilize na kuambiza ukweli, isikilize. Huyu jamaa ambao unamuona hapa kwenye screen, mambo yupo anayafanya hapa Afrika. Yani yuko anaaibisha wa mama zetu, anaaibisha wa dada zetu, wa sister wetu. Yani yuko anawaaibisha kwa sababu anafanya matokeo ambao yani sijawahi ona. Mujue kuna hizi grass ambao zinakuwa zina rekodi. Ukifanya chochote unavaa tu hafu na rekodi chochote ambao unataka. Huyu jamaa sasa anazo hafu. Alikuja Afrika, ametembea nchi mbalimbali, ametembea South Africa, ashatembea Ghana, ashatembea sijui ni Botswana, sasa hivi Zambia, sasa hivi amefika Kenya. Lakini alichofanya Kenya, walimgundua ametumikisha zile grass kulikodi mwanamke akiwa anamtongoza. Dakika 10 tu alikuwa ashakubaliana na ule mwanamke, hafa akaenda kulala naye. Kwa sababu gani sasa? Kwa sababu gani ambao inasababisha yule mwanamke aende kulala na yule mwanaume? Ni kwa sababu ni kwa sababu wadada zetu au wa mama zetu wakiona mzungu wanajifikiri ni hera, wanamuona kama anakuja kubadilisha maisha. Yani mzungu hawezi kuongea maneno mawili bila kukubaliwa. Yule jamaa alirekodi video akiwa anamsalimia tu, akimwambia we ni mzuri, nimekupenda, so tunaweza tukaonana, unaweza kuja kwangu kunitembelea. Hivyo tu. Hafu yule mama alikuwa anauza. Hafu akasema hamna shida, naweza hata kuja saa hivi. Akasema okay, twende. Imagine wakaenda. Hapo akalala naye. Hafu yuko anamrekodi, anaweka zile rineti pale kidogo pale kwenye table. Hafu anamrekodi. Just imagine. Hafu ujifikirie, mama yako umemwacha ameenda kazini, hafu unamuona mitandaoni yuko na trendi, mzungu amemtongoza, hafu amelala naye. Mtu ambao unamwamini, yule mtu ambao unamkubali, yule mtu ambao unamheshimu sana. Sijui kama mnanielewa. Hafu tena kulikodi ukiwa unaenda. Yani huyu jamaa anakuja anakusalimia, yani na Kiingereza kidogo tu. Nitawaekea video hapo chini, kidogo tu sana. Vipi shwari, nimekupenda, unaonaje, unaweza kunikuta, unaweza kuja kwangu alafu tuongee kidogo au vipi? Kwa sababu wa Afrika tunapenda, yani tukiona mzungu tunajifikiri eti ni hela. Yani hapo mwanamke anamkubalia, anasema hamna shida, nakuja saa ngapi? Imagine. Huyu jamaa ashatembea South Africa, ashatembea Ghana, ashafika Kenya. Sasa wa Kenya jana wamekasirika sana kuhusu huyu jamaa alichokifanya. Matokeo ambao ameyafanya, akachukua na video akiwa anafanya mapenzi na hao watu wote. Hafu story ambao tumesikia ambao zimepatikana, dada yake mwenyewe ashasema huyu jamaa anaumwa ukimwi. That's meaning watu wote ambao amelala nao washaambukizwa. Huyu jamaa nitawawekea video ambavyo anavyofanya. Huyu jamaa kwanza anavaa miwani. Kwanza kama hujasubscribe kwa hii channel, please subscribe, halafu tuendelee. Halafu upate mambo mengine zaidi. Huyu jamaa anavaa mawani, halafu akitarget mtu yoyote. Hamna shida, yeye hachagui ni mtu gani, ni wapi, anatokea wapi, wapi. Hapana, yeye yani akishakupenda tu
anakuja na kusalimia, vipi, shwari, unaelekea wapi, unaitwa nani, okay, nimekupenda kweli, we mzuri, unakaa wapi, au tunaweza tukaonana usiku. We ukisasema ndio, hapo imagine hatumii hata dakika 10 kumtongoza mwanamke au mke wa mtu. Jamaa huyu, hicho ndio kimekasirikisha wa Kenya. Halafu anakutumia, halafu anakurekodi na zile glasi zake, anazitia mezani. We unajifikiri eti unafanya mapenzi na mtu ambaye amekuja kubadilishia maisha, eti umefanya mapenzi na mzungu, eti anataka kubadilishia maisha. Hamna chochote. Sijui kama mnanielewa. Kweli huyu jamaa yupo anafanya matendo in Africa ambao yako yanasababisha ndoa zinavunjika. Ndoa nyingi zinavunjika. Anatokea Arusha. Halafu anachukua zile clip sasa, anazikata. Zile clip ambao amekurekoda akiwa na kutongoza, anafanya mambo mengi, yaani nakata zile clip ukiwa mnafanya mapenzi, anazikata na store, anaposti zile zingine kwenye TikTok yake account. Halafu anaonyesha kama wa Afrika ukiwa mzungu, ya unampata kwa rahisi, ya unampata, yani hutumii hata dakika 10 kumpata mwanamke ambaye anatokea Afrika au msichana yoyote ambaye anatokea Afrika. Kumpata, ya unampata tu kwa kiwango kidogo, hata hutumii pesa, kwa sababu ya ngozi ambao wa Afrika tushazoea. Tunajifikiri ukimuona mzungu unamuona yeye ni hela. Yani guys, nilivyoona hii stories zikiwa zina trend mitandaoni, ndo nikaenda kusearch huyu jamaa, nikamwangalia vizuri, nikaangalia story zake, nikaona jamaa kweli haya mambo anayofanya anatuaibisha, anaaibisha wa sister zetu, anaaibisha wa dada zetu, wa mama zetu, kwa sababu anachokifanya anaaibisha African woman. That's true. Anawaaibisha wanawake wa Afrika. Ashapitia inchi mbalimbali, kama vile ambao mliona iShowSpeed alivisiti, sijui ni Kenya, inchi mbalimbali za Afrika. Hata na huo jamaa anafanya kama tour ya hizo za kutongoza wanawake. Huyu jamaa huyu jamaa ukimwona amefika Tanzania, we kama we ni mwanamke, ujue huyu jamaa anakuja kukutumikisha, anakurekodi. Sasa kilichoumiza wa Kenya ni kitu gani? Jamaa huyu, imagine, alienda katongoza mwanamke ambao ana mtoto, ametoka shuleni kupick up, kuchukua mtoto wake shuleni. Half akamtongoza akiwa na mrekodi. Mwanamke hujui, si amevaa nani zile glasi zake, anakuwa na kurekodi. We hujui chochote. Alimuuliza mwanamke, we mzuri kweli, naweza kupata usiku? Yule mwanamke, yani hakuna kujifikiri hata kidogo, pale kasema ndio, lakini chukua namba yangu, unipigie simu, unaambie pakukutania. Hafu video tena wakatuonyesha yule mwanamke akiwa shafika, akiwa na mrekodi, yuko kitandani, yani yule mwanamke akiwa na dance, yule au jamaa mzungu anakuambia yani utambe kidogo, hafu wanaingia kwenye mapenzi. Lakini ile clip ya mapenzi anaikata na itoa, kwa sababu TikTok hairuhusu mtu kufanya mapenzi au kuonyesha mambo ya mapenzi kwenye TikTok. Lakini zile video anaenda kuziupload kwenye Telegram, zile video zote full video anaziupload kule. Hafu nakuta
video ya mama yako iko kwenye Telegram, imagine, au video ya dada yako iko kwenye Telegram. Just imagine yourself, jifikirie yule. Imagine wale wa mama ambao tunakuwa tunawarespect. Unajua yule ni mama ambao anajirespect, ya anajivua utu kwa sababu ya kala ya mtu, kwa sababu anajifikiri huyu jamaa anaweza kunibadilishia maisha, kwa sababu anajifikiri huyu mtu anaweza kubadilisha kitu kwenye maisha yangu, lakini hajui kama yule mtu yuko na mlikodi. Hajui kama yule mtu anaenda ameenda kumfanyia zile video ambao hazitakiwi kufanyiwa. Sio kwa hiari yake, sio kwa hiari yake. Jamaa huu sasa hivi mambo yuko anayafanya kimataifa, wako wanamtafuta sana. Video ambayo inafuata nawawekea jina lake, halafu nawawekea na video, uangalie matendo huu jamaa ambao anayafanya. Kama hujasubscribe, please subscribe kwenye channel hii ili upate mambo zaidi na zaidi ambao yana trendi mitandaoni au yanaendelea nchi yoyote. Please subscribe and share. Thank you so much.